amewaambieni, na mimi nasisitiza, nitamalizia hapo, sitaki kuchukueni muda wenu mrefu. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Acha matarajio yako wewe mpiga kura. Tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya Watanzania. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Watanzania kuna mambo wanataka uongozi wa awamu ya 3 uyafanye. Mengi tu. Mimi nitataja machache. Mengi tu. Lakini nitataja machache yatawatosheni. La kwanza, nitataja manne. La kwanza, Watanzania wamechoka na rushwa. Wajumbe wa zamani wa halmashauri kuu ya taifa watakumbuka. Wajumbe wa zamani wa halmashauri kuu ya taifa watakumbuka, nimelipigia kelele jambo la rushwa ningali mwenyekiti wao hapa Dodoma. Nilipiga kelele kiasi kwamba waziri mkuu wa wakati huo alikwenda kwa rais. Alikuja kwako ndugu rais kuja kutoa hati yake ya kujiuzulu. Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini. Wasaidieni wananchi kudeal nayo. Mgombea mtakaye mteua lazima tumtetee, wote tumtetee. Lakini inatakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita, jibu litoke ndani ya roho yako. Hapana hapa tu kwamba ndio anaweza. La kwanza. La pili, nchi yetu maskini. Nchi yetu hii ni maskini. Wakulima wetu, wafanyakazi wetu maskini. Nchi hii bado ni nchi ya wakulima na maskini ambao ni wakulima na wafanyakazi ambao wote ni watu maskini. Nchi hii haijawa ya matajiri. Chama hiki hakijawa chama cha matajiri. Tunataka tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu. Tushughulike kwa dhati na matatizo ya wananchi, ya uchumi wao, hali yao ya uchumi, hali yao ya viwandani, hali yao ya mashambani, hali yao ya shuleni, hali yao ya hospitalini. Tunataka kuona hakika kwamba mtatuteulia mtu ambaye ukiulizwa swali, huyu anajua kwamba nchi hii ni nchi bado ni nchi ya maskini.
kwamba nchi hii bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi, anajua hivyo, uweze kumjibu yule anayekuuliza hivyo kwa moyo wa dhati kwamba naam, huyu anatambua hivyo. Sasa hivi katika nchi yetu, nataja la tatu, watu wameanza kutuzungumzia udini. Tulikuwa hatuzungumzi mambo ya udini katika nchi hata kidogo. Tulikuwa hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi. Ilikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu, tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake. Hatuulizi hata kidogo. Tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua Waislamu wangapi, watafute wao. Sisi inatuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama, waulize. Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndio ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza udini bila haya, bila aibu. Wanajitapa kwa udini. Tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu. Na ukiulizwa na wananchi wa Tanzania kwa dhati, mnadhani mgombea huyu analiona hilo kwa uchungu kama mnavyoona nyinyi, mseme ndio. Uweze kujibu kwa dhati kabisa kwamba ndio. La mwisho nilisema nitataja mane tu. Nilikuwa New York mwaka jana. Yuko mwenzenu mmoja, Gertrude Mongella, sasa hivi ni katibu wa kina mama wa mkutano wa kina mama utakaofanyika Beijing. Gertrude alinikaribisha chakula jioni katika flat yake hapo New York. Akakaribisha jamaa wengine nikaona nao pale. Wakati tunakula, mama mmoja wa Kiganda ambaye anafanya kazi hapo kaniambia, mzee, mimi nilikuwa nafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wakati tunafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu.